maisha kando ya mtu anayeitwa nabii. Yaani kutokezea hapa kusema nimetamka na leo watu wanaolewa na wanaolewa, si kutamka hapa. Ukimtafuta Elijah alikuwa anakaa, anapiga magoti, anaomba, anasema endeni muangalie. Anaomba endeni mara ngapi? Umeona nini? Kitambo akuje aseme hakutanyesha ila kwa neno langu. Alikuwa ametoka pahali. Amen. Hello? Sasa huyu mwanamke kama alikuwa ni nabii, yani hiyo afisi peke yake ya nabii inaenda na maneno kadhaa. Kutenda kazi kama nabii katika Israeli inaenda na maneno kadhaa. Sasa hiyo ni kofia inatosha. Lakini kando na hiyo ako na mume, mpaka ampikie, mpaka amshughulikie. Kando na hiyo huyu mwanamke ni mwamuzi. Biblia inasema anaenda anakaa katika ile mti wa Deborah akifanya uamuzi wana wa Israeli. Yaani hata kama mimi ningekuwa sasa ni mwamuzi, nyinyi peke yenu vile mko hivi, kila siku nakaa pahali nafanya uamuzi. Si ni kazi? Sasa huyu mama akishakuwa sirini, Mungu akamwambia tunaenda kupata ushindi. Mungu akamwambia wewe toka na jeshi, kwa sababu nitahakikisha Sisera naye ametoka na jeshi, na tukikutana pale naenda kukupatia ushindi. Hiyo ndio kazi ya nabii. Ameenda kwa mwanamume anaitwa Barak. Anamwambia Barak, sasa kuko hivi, kwa sababu kazi ya huyu nabii ni kupeana kile tunaita ramani ya utenda kazi. Anarusha tu hapa na pale. Lakini sisi tunajenga. Ndio sababu Biblia inasema kanisa inajengwa kwa misingi ya mitume na manabii, kama the master builders wa kujenga misingi. Hivyo ndivyo misingi inajengwa. Kabla hii hajajengwa kuna misingi ambayo inajengwa, na inajengwa na mitume na manabii. Sasa hiyo ndio kazi Deborah alikuwa anafanya. Wangempatia hiyo nafasi tu. Sasa kazi yake anaenda kwa Barak. Barak, mimi nimeshamalizana, najua vile kutaenda, najua vile vita itaanza na itaendekea. Sasa wewe weka jeshi tayari na uende pale, Mungu atasababisha ushindi. Alafu mwanamume mzima anamwambia huyu mwanamke, mimi siwezi enda kama huendi. Yaani haoni huyu mwanamke ako na jukumu za kutosha. Haoni mwanamke ni kiumbe dhaifu. Haoni yeye ndio kichwa na yeye ndio kuhani katika hizi boma. Yaani huyu mwanamume kasahau nafasi yake. Ajijui jina lake, amesahau nafasi yake, ni suta ako nayo na besi. Na nikipata mwanamume kama huyo, nadhani ndio Mungu alipata akamwambia Adamu uko wapi? Si kwa sababu hakukuwepo, lakini hajijui. Kwa sababu napenda vile Deborah alimjibu. Deborah alimwambia kitu kitafanyika, si umeamua. Unajua mwanamke mwerevu anajua kwamba hata kama mimi ni nabii, hata kama mimi naitwa, mwanamume amepewa na Mungu kuongoza. Deborah alijua naweza hii kitu. Si ati hakujua, lakini alijua kwa ratiba ya Mungu, kwa mpangilio ya Mungu, Mungu alipatiana mwanamume aongoze. Sasa hata kama ni nini, wacha nimpatie tu fursa. Awe baba wa nyumba yangu, awe mume wa watoto, baba wa watoto wangu, aende mbele. Kuna wanawake wengi unapata yeye ndio mwenye mshahara, yeye ndio mwenye pesa, anakupatia pesa, anasema baba, enda ndio hii pesa, enda ufanye biashara. Niko na mmoja rafiki yangu, mzee akawa amepoteza kazi. Akaenda kazi, akaona sasa anaenda kazi, mzee amebaki kwa nyumba. Anaenda kazi, ukianza hivyo hiyo ndoa itapata shida. Mzee hakuwekwa abaki kwa nyumba ukienda kazini. Kutatokezea shida, na si mapepo, ni utendaji kazi haujaenda sambamba. Amina. Sasa huyu mama rafiki yangu akachukua hela akampatia mzee wake, akamwanzishia biashara moja, akaangusha. Akatafuta hela akampatia, ili tu aliniambia ili atoke tu, awe anatoka, nikitoka naenda na gari kazini na yeye atoke angalau. Alipoenda kwa ile ilikuwa ni hardware, alipoenda duka ilikuwa inafungwa, pesa hazipo. Sasa Deborah naye akawa amejua cha kufanya, anajua kilicho sahihi, anajua anaweza hii vita. Lakini ili huyu mwanamume ajisikie mwanamume, ili huyu mwanamume apate nafasi yake, akamshirikisha, akamwambia wewe enda, mimi niko hapa lakini ushindi tutapata. Alafu mwanamume akamwambia mimi siwezi enda, yaani kama huendi siendi.
Jamani, hilo ni tukio mbaya katika siku zetu. Haipaswi kuwa hivyo. Mwambie jirani wako haipaswi kuwa hivyo. Hapo awali Mungu alipoumba mwanadamu na alipomuumba Adamu haikuwa hivyo. Alipotengeneza bustani, kabla hajaleta mwanamke alitengeneza bustani, akatengeneza kila kitu, akamweka na Adamu pale ili awe mlinzi, ili awe kichwa, ili Biblia inasema kwa Kizungu cultivate ile garden, na baadaye akampatia tu msaidizi wa kumsaidia na zile jukumu. Mungu alipokuja, maneno yakawa yameenda sambamba, kwa sababu huyu mwanamume anaitwa Adamu alifanya kitu Baraka alifanya. Hataki kuwajibika, hataki kutoa jasho, hataki kupatikana, hajijui nafasi yake, hajui kuwa mume ni kuwa kuhani, hajui kuwa mume ni kuwa nini. Maneno yalipoenda mrama pale, yani unashangaa Mungu anamuuliza Adamu. Adamu anasema mwanamke uliyenipa. Hata Mungu anashangaa. Yani hivyo ndio vile alimuumba. Yani alimpa mamlaka na jukumu, akatelekeza jukumu zake. Maneno yameenda mrama, badala ya kuwa kiongozi, badala ya kupeana ulinzi ili joka likija, mwanamume uko wapi? Joka linaingia mpaka sebuleni, liingie mpaka bedroom, lingate mke wako, upige nduru. Mwanamume mzima anaongea kwa ndimi. Jamani, haipaswi kuwa hivyo. Na hapo mwanzo Mungu hakukusudia liwe hivyo. Sasa Deborah anakuja, napenda kitu Deborah aliambia huyo mtu. Alimwambia, jamaa, umesema hivyo ni sawa, kwa sababu ushindi mpaka tulete, mpaka turejeshe ushindi katika Israeli, mpaka uhai urudi, inamaanisha sitakaa niseme umekataa kwenda na mimi siende. Nitaenda, lakini heshima ya hii vita hautapokea wewe. Unajua nini? Wacha nikwambie. Juzi nilikuwa kule Lusaka. Kwa kwanza, kunakuwa na mkutano ya maaskofu na mchungaji. Sasa wakafanya makosa wakapatia. Hasa nikawa mimi naongelesha maaskofu. Walipomaliza wakasema tunatakana tu tunapatia wake na dada nao wanatuongelesha. Kwa sababu mara nyingi mnajiongelesha. Na mkishamaliza sisi tunafanya kongamano la wamama. Jana ni kongamano la wamama. Wednesday mkutano ya wamama. Na wababa hawaendi popote. Wababa hawataki kongamano. Wababa hawanoi shoka zao. Na Biblia inasema shoka usipoinoa katika kitabu cha Mhubiri 10:10 unatumia nguvu nyingi kukata mti. Sasa leo kwa muda mchache tu nataka ninoe shoka fulani usikinguze. Na askofu amesema mtu akiniguza ni mshtaki. Najisikia vizuri sana. Nakwambia. Unajua mwanamume, vile mwanamume ameumbwa, aliumbwa apate heshima. Yaani mwanamume, they say a man aggravates towards honor. Yaani mwanamume pahali anaheshimika, huko ndio anaenda. Mwanamke yote, hata awe msomi, hata mwinjilisti, hata awe nini, wanaume watajua. Yani ukiwa chochote na udharau mwanamume. Mara nyingi mimi nahubiri na wanaume, na saa zingine Mungu anaweza kanitumia, na anaweza hata kanitumia zaidi, lakini nimejua hata kinitumia zaidi nitajifanya hapo nitumia. Hello. Ndio kwa sababu bado niko na wadada wangu wengine, vita ikikuja wanavuruganga hawa ndugu, wanavuruga. Wakivuruga wanasema ikome na hapo. Kwa sababu kando ya kwamba ni askofu, yeye ni mwanamume. Kando ya kwamba anaongea kwa dini, yeye ni mwanamume. Na kitu kimoja tu, kitu inaitwa respect and honor. Hata yule anaendesha baiskeli, anafagia barabara, ana heshima zake. Na akirudi kwake, yeye ni king. Yaani hata yule anafagia choo pale kwenye banki, atafagia tu, lakini akirudi kwake, yeye ni king. Kuna king ndani yake, kuna ufalme ndani yake ambaye inataka tu ipapaswe tu iambiwe wewe ndio mfalme, ishi milele.
Na Sara alijua, Sara angeenda tu Abraham anamwambia baba, ishi milele. Hata kama hakuwa na watoto, hata kama kulikuwa na shida, mradi alijua tu yule baba na kumheshimu. Hata Agai akileta maneno anamwambia yeye na mtoto wake waende wafurushi. Halo? Sasa hivyo ndivyo mwanamume aliumbwa. Lakini wacha nikwambie, kwa kizungu tunasema respect is earned. It's not just given. Heshima si atutakaa tu useme unataka kuheshimiwa, hata meno hupigi mswaki, unataka ni kuheshimu. You are not earning the respect. Ndio umeumbwa, ndio kwa sababu mtu anaitwa mwanaume mpaka ujikakamue. Kwa sababu usipofanya hivyo utapata shida. Unajua mwanamume akidunishwa kwako nyumbani uheshimiwi, kila pahali uheshimiwi, unakosa kuwa mtu uliyestahili kuwa. Na mradi unakuwa hivyo, watoto wanaozaliwa pale ndio wanakuwa machokora. Watoto wako machokora kwa sababu Adamu hayuko. Shida tulionayo kwa sababu kuna sauti ya mama, kuna kile kitu sauti ya mama itafanya, lakini kuna kile sauti ya baba inafanya. Kurudisha order, kurudisha mpangilio katika jumuiya zetu, katika makanisa yetu, katika sehemu zetu za kazi na katika maboma yetu. Lakini kama mwanamume sasa anakuwa kama Baraka, sasa tufanye vipi? Hiyo askofu ataniambia nikimpatia hii microphone. Mimi na ujinga spendi ujinga. Kwa sababu huyu Baraka, yani unajua nimesoma hizi kurasa mara nyingi sana. Hizi vitu nakwambia, kuna mtu mmoja aliniambia ukitaka kusoma Biblia, soma kurasa moja kama unapiga mwamba. Gonga mpaka maji toke. Usigonge leo hapa hajatoka umeruka, hapana. Sasa hizi vitu nakwambia nimezisoma kwa tafsiri nyingi na mara nyingi sana. Na katika kusoma na baki nishangaa. Kwa sababu huyu mwanamke ni muamuzi, ni nabii, ni mke. Na mtu yuko tu pale, unamwambia twende vitani, hataki kwenda. Na nataka nchi pone. Na nataka nimuite baba. Na nataka kumheshimu. Sasa mimi nitamheshimu vipi? Haoni nimechoka. Haoni majukumu ni nyingi. Haoni mimi nilikuwa nimsaidie, sikuwa nistangulie vitani. Kwani mimi kama ni msaidizi wako, mimi ndio nachukua panga natangulia vitani? Jamani, wandugu, haikupaswa kuwa hivyo. Yaani mwanamume mwenye akili timamu hawezi kuwa kuna vita na unamwambia mwanamke atangulie, ni una shida. Mwanamke hakuzaliwa hivyo. Hakuzaliwa bebe marugu na mamawe na panga na wewe unafuatilia nyuma. Umevaa suit na remote kwa mkono. Hello? Haipaswi kuwa hivyo. Na hapo mwanzo haikustahili kuwa hivyo. Sasa kitu kilichotendeka hapo katika hizo maandiko ni kitu mbaya sana. Pahali tu Deborah anamwambia mwanamke heshima leo itakuja. Unajua kuna hii kitu inaitwa ati Belgium, ati wanawake wanaenda kule Belgium. Nini ndio mnafanya tunaenda Belgium? Mwanamke anajijua haende kutafuta umaarufu kule Belgium. Anajua yuko sawa. Haitaji kwenda pahali. Kwa sababu haitaji kuwa kama mwanamume. No, thank you. Napaswa ni maumbile yangu ni kimwanamke. Hisia zangu ni kimwanamke. Mtazamo wangu ni kimwanamke. Sasa nitaanzaje sasa kuwa na base? Haipaswi kuwa hivyo. Na haipo hivyo pale mwanzo. Sasa huyu mwanamume, zile kitu kimetendeka katika hizo maandiko ni maneno mbaya sana. Kwa sababu mwanamke itakana hata kama yeye ndiye alitabiri, aseme tu nilitabiri, lakini mwanamume anatangulia.
Mwanaume anaongoza. Hii ushindi, hata kama Deborah hakuenda, ushindi ulikuwa na Deborah. Mwanamke hakumsikia Mungu huyo mwanamume. Mwanaume hakujua ushindi unakuja. So ushindi ungekuwa tu na Deborah. Lakini alikuwa anataka tu achukue nafasi yake. Aongoze. Ili yone aongoza. Mwanamume ni kuhani. Mwanamume ni kiongozi. Hiyo pia akatelekeza jukumu lake. Na hiyo ndio maneno imeleta tuko na shida katika jamii. Tuko na shida katika jumuiya zetu. Kwa sababu akishafanya hivyo, mwanamume akimshinda kidogo, kesho kuna vita pale. Mama nyingi ambayo mwanamke ndio ana hela nyingi, kuna shida kama wale watu hawajakoma. Kuna mwanamke anaitwa Joyce Meyer. Mimi naheshimu sana mume wake. Kwa sababu yule mwanamume anajijua. Yule mwanamke yeye ndiye ako katika sura zote za ulimwengu. Lakini yule kuna jina anaitwa, huwa anakaa tu, utamwona tu kwa runinga ikitoa tu uso yake. Na hapigani, hagombani, hatafuti kipaza sauti kwa sababu anajijua. Anajielewa. Ana nafasi yake. Lakini sasa ukishapungukiwa utaanza kufuatana na hawa mama. Hii mkutano mnafanya ni nini? Pale mnakutana kwa nini? Huko ulienda kufanya nini? Kwa sababu heshima hauna. Nafasi yako umeitelekeza, hauko kwenye nafasi yako. Amen. Ndio kwa sababu tunataka kusema siku ya leo, hata tukitengeneza kongamano ya wamama jamani, Adamu mrudi kwenye nafasi zenu. Kwa sababu kwa mwanamke upendo si kumwambia tu kila siku nakupenda. Yaani unamwambia nakupenda, hujawahi mnunulia hata kiatu kimoja. Januari mpaka Januari. Kwa mwanamke upendo ni kununua tu viatu za shilingi 2,000 umletee. Hiyo ndio upendo. Na kama hujui kutoa jasho, utamnunulia na nini? Kwa sababu upendo kwa mwanamke si upendo kwa mwanamume. Upendo kwa mwanamke ni umpatie ulinzi. Huwezi kunituma mbele ya vita na wewe ukae hivyo, alafu niambie kwa kweli nikusikie. Sitakusikia. Kwa sababu inamaanisha hujui misamiati ya upendo. Wala huelewi mahusiano ni nini. Na tunaishi katika siku watu wengi wako katika ndoa, wako katika uhusiano, wako katika wanatenda kazi, lakini hawajui, hawana ufahamu. Sehemu nyingi nimeenda, mara nyingi tu mwanamume tu akiona unang'ang'ana na vitu unabebana, anakuja tu anakuokoa, anajua haikukuwa. Haipasi mwanamke. Yaani umebebana una nini? Mwanamume who is a gentleman will just come and lift the weight from you. A gentleman. Na hawa gentlemen mara nyingi siku hizi hawapati kanisani, wanaongea kwa ndimi lakini hawana ufahamu. Na msikosa ufasaha, wadada wetu wanapata shida. Wanapata mtu ofisini, anamuongelesha kama dada. Anamfungulia na mlango ya gari. Anamwelekeza ofisini vizuri. Si kwa ubaya, ni kwa sababu mtu is a gentleman. Yeye ni muungwana na anajua huyu ni binti, huyu ni dada. Lakini wewe unamvuruga tu. Ukiongea kwa ndimi. Sasa utasema hawajakuheshimu lakini hujijui. Hujajua kuwa baba wala kuwa mume. Nilikuwa naambia watu Jumatano ya kwamba ndio kwa sababu tunakuza wanaume ambao hawajawahi hata kumpatia binti zao siku moja kwa sababu ya itikadi. Akipata kijana mmoja mlevi akamkumbatia, anatoroka kwako. Hujawahi mwambie unampenda. Hiyo lugha ni msamiati haijui, anaijua pale mtaani. Tuseme ukweli tupone jamani. Tuseme ukweli tupone. Kwa sababu jamani, unajua kwa mwanamke kuna vile mwanamke anatenda kazi kwa hisia zake, kwa maumbile yake, kwa vile Mungu alimuumba. Lakini kuna vile mwanamume anatenda kazi. Ndiposa jambo la maana ni mwanamume mpaka apeane provide usalama. Yaani nilikuwa nasema hata kama wewe mwanamke ndio manager wa bank, wewe utajikakamua na biashara yako mpaka ukuje na kitu nyumbani. Unajua hata askofu akitoka kwa ile kiti, tukupatie ile kiti tuseme kaa pale, uitwe baba, hautaitwa baba. Ile kiti haifanyi watu kuitwa baba.
Ama tukuletee kiti kikubwa na wewe tukupatie hapo, udhani utaitwa baba? Ubaba ni utendaji kazi. Ubaba ni nafasi unayochukua, na ukitoka kwa hiyo nafasi mambo yakienda vibaya usiseme ameenda vibaya. Ndio sababu hata kama huyu mama ni mkurugenzi wa Central Bank of Kenya, wewe ukitaka kuwa baba pale, wewe toka ukafanye biashara zako, rudi na sukari. Yaani rudi tu na sukari ya kwako. Akileta ile yake ya Central Bank, pesa ni pesa. Hata kama ulifanya mali gani pale, yeye ametoka bank, si pesa ni pesa. Sukari ni sukari. Peleka mtoto shule. Alafu mambo yatapona. Kwa sababu ukiitelekea, mtu atakudharau, utaona ni mapepo, utasumbua askofu na maombi, na hamna pale hakuna maombi. Pale maarifa ndio hayako na uzembe. Leo niko katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Hiyo nimesema yote ilikuwa ni recap ya kile tumefanya. Leo kwa ufupi niko katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Sura yake ni 25. Amina. Muniletee checkbook, niko na check. Nilikwambia najifurahia tu, sina shida leo. Sina shida hata kidogo. Tuko katika Samueli wa kwanza 25. Nataka nisomee mstari wa 2 kwanza. Inasema a very rich man was in Manoah. Nataka nisome 2 na 3. Whose possession and business were in Carmel. He had 3,000 sheep, 1,000 goats, and he was sharing his camel. Mstari wa 3. The man's name was Nabal, and his wife's name was Abigail. She was a woman of good understanding, beautiful, but the man was rough, evil in his doing, and he was a Calebite. Amina. Nisomewe, naomba nisomewe. Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa kwanza. 2 na 3. Akafa Samueli. 2 na 3. 2 na 3. Inasema Biblia, na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Na yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000. Naye alikuwa akiwakata manyoya ya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena ni muovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbali ya Kalebu. Amina. Hiyo maneno unajua katika language usemi ama uandishi, kuna maneno mawili yakiwa katika mstari mmoja, kwa kizungu tunaita juxtaposition. Yaani ni maneno ambayo ya kinyume yanapatikana katika sentensi moja. Sasa kwa hiyo maneno tumesoma, ukisoma na mbio hautaona chochote, lakini ukisoma na mtazamo utashangaa. Yale maneno ya kwanza na pili ni maneno ya ajabu sana. Hiyo tumesoma. Kwa sababu kwanza Biblia inasema, nimeangalia tafsiri tofauti, inasema huyu jamaa alikuwa tajiri mno. Kama wewe ni dada hapa, nataka utafakari tu, mtu ametokezea hapa leo lango la uzima Ushirombo. Ni tajiri mno. Hajaoa. Amekuja tu anakaa hapa pembeni kila siku, lakini anaitwa tajiri mno. Unajua watu wengi, mtu alisema kama ungekuwa kipofu na unataka kuoa, ungeoa nani? Yaani fikiria tu ya kwamba wewe ni kipofu, hauoni, na unachagua mtu wa kuoa. Utachagua aje? Huoni kama ni mrefu kama Zara, huoni kama ni mwembamba, sijui utaona nini. Kwa sababu kukikuja mtu hapa akae kwenye lesa mekapa, yaani sifa yake tu, yaani sifa ako nayo ni moja, ametoka kule Dar, ameland hapa,
na sifa ako nayo inaitwa tajiri mno, tutakuwa na shida, tutakuwa na jamu, especially hiki kizazi na wadada wa hizi siku, kutakuwa na jamu. Kila salamu zitaenda kule, kila dada atamsalimia. Kwa sababu ya nini? Ya hali yake na cheo chake. Lakini maneno yanayofuata, sijui huyu amesema ya kwamba yeye ni mpumbavu sana, ama ni mjeuri, ama ni nini? Hana adabu. Alafu tena muovu. Yaani tafsiri zingine zinasema tena huyu mtu ni mchoyo. Wewe una imagine mtu kama huyo, ako na suit designer wear, amechapa suit zake, ako na madhabahu yake, ako na gari yake, kwa sababu ni tajiri sana. Alafu sasa hana adabu, ni muovu, ni mchoyo. Ndimi, sasa tutafanyaje hapo? Hizo ni mambo nataka askofu anisaidie. Kwa sababu huyo mtu vipi? Kwa sababu nakwambia ukweli, wewe utakapo na adabu yako utapropose, hakuna msichana atakwambia ndio. Wewe unaongea kwa ndimi nzuri, wewe uko na adabu, wewe unatii tena askofu, hakuna mwenye lakini yule sababu ako na hela zake, ako na mali yake, anachapa designer, amekaa pale, na ni muovu, na ni mchoyo, na hana adabu. Mabinti wote wakishatoka kesha ni kule wataenda, kwa sababu we no longer have what is called value. Hatuna dhamana. Yaani zile kioo unatazama nazo maisha zinashangaza mno. Kama rubani yako, kioo yako, miwani yako ya kutazama maisha yako sawa, kutokezee mtu pale, yaani amechapa hizo vitu, amesimamisha gari na hana adabu. Jamani, mtu hana adabu, mtu muovu tu, mtu mchoyo. Lakini hebu ona mwanamke kaoa, ameoa tena mwanamke wa nguvu tu. Biblia inasemaje kuhusu huyo mwanamke? Sasa akili njema ilikuwa wapi? Inasemaje? Ati huyo mwanamke alikuwa, huyo mwanamke Biblia inasema mstari wa 3, na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena ni muovu katika matendo yake. Sasa hiyo ni boma moja. Unajua kukuwa mchungaji ni kazi ngumu, kwa sababu imagine wewe unachunga hiyo jamii iko na mtu tajiri anatoa zaka na sadaka, lakini huyu hatoi kwa sababu ni mchoyo. Huyu shida yake ni nyingi, ni mtajiri ambaye tena hatoi. Huyo naye ni mgumu kabisa. Unajua uchoyo unanuka, hakuna kitu mbaya kama. Sasa mwanamume mchoyo ni mbaya sana. Unajua wanawake, ukifanya biashara mara nyingi unataka kufanya biashara ya vitu za wanaume. Mwanamume unaenda unaambia pesa ngapi? Shilingi 20,000. Chukua. Mwanamke atapiga hesabu zake. Ulisema pesa ngapi? Ulinunua wapi? Dar es Salaam. Huko ulinunua pesa ngapi? Nauli ni pesa ngapi? Mwanamke hata kupatia haraka. Lakini ukipata mwanamume mchoyo, anaenda kwa choo kutoa pesa, shilingi 10,000 tu, anaenda kutoa kwa choo. Kwa kweli hautajua furaha. Furaha ni kitu utapigia kwa heri. Yaani tugombane kwa sababu ya shilingi 10,000. Uko nazo tu mpaka uangalie huku na uingie chooni ndio utoe 10,000. Jamani. Sasa hapo shida iko. Sasa huyo ndiye alikuwa Nabali. Na Mungu akapata mwanamke wa mtu. Biblia inasema mwenye ufahamu na sura nzuri. Lakini kukatokezea shida pale. Hiyo ndio kitu nataka tuangalie, alafu tutamaliza hii ibada. Nataka tusome mistari mingi, tutayasoma kwa Kiswahili. Naomba nisomee mstari mdogo. Anza 14 ukisoma mpaka chini. Soma tu pole pole mpaka chini, tutamaliza tu kwa muda. Naomba tusikie. Hiyo sura ya 25 mstari wa 14 Biblia inasema, lakini kijana mmoja wapo alipompasha habari Abigaili mkewe Nabali kusema, tazama
Daudi alituma wajumbe katika nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwako mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakayotenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba 2 vya divai na kondoo 5 waliofanyizwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishada 100 vya dhabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi nawafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kuteremka penye stara ya mlima, tazama, Daudi na watu wake waliokuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu naye awafanyie hivi adui za Daudi na kuzidi, nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. 23. Ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka nchi, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikie maneno ya mjakazi wako. Na kusii bwana wangu, wewe usiyemwangalia huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao. Amina. Tunaweza endelea, kwa sababu ingekuwa ni nini, nataka usome mpaka chini, utasikia maneno ya ajabu, maneno ambayo hayapaswi kutendeka, kwa sababu huyu mtu alikuwa ana shida. Daudi akamtenda mema, Daudi akamlinda. Wakati wa shida Daudi akatuma wajakazi wake. Mtu akasimama akasema, Daudi ni nani? Na mwana wa Jese ni nani anayekuja kuniomba hapa nimsaidie? Wafanyikazi wanatoroka, mimi nichukue chakula changu nipatie, sijui ya watu wametoka wapi. Daudi akakasirika. Na saa hizo ukisoma chini Biblia inasema kwamba huyu jamaa yeye alikuwa amelewa na ana sherehe kwake, na Daudi anakuja na jeshi. Na kitu nataka uone ya kwamba Biblia inasema huyu mwanamke alipotoka hakumwambia Nabali. Sasa unashangaa, hizo ni boma gani? Hiyo nyumba ni nyumba ina gani? Kitendo kama hiki kimetendeka, na hii nyumba yote ilikuwa inaenda kuangamia. Jamii na watoto wa huyu mama walikuwa wanaenda kuangamia, lakini mwanamama mwenyewe haelewi. Ikabidi huyu mwanamke atoke na asimwambie bwanake. Sasa haikupaswa kuwa hivi. Haikupaswa kwamba shida inakuja, maangamizi yanakuja, nataka kupata jamii, na mtu ambaye inatakana awe na macho ya kuona haoni. Kwa sababu nilikwambia wewe kama mwanamume, wewe mpaka uwe kuhani. Hapa nabii ni nabii kwa sisi wote. Ukifika kwa nyumba yako, wewe ni nabii wa boma lako. Hapa mchungaji ni kuhani, lakini ukifika kwako, wewe mpaka uwe kuhani kwa huyo mke wako, wewe mpaka uwe kuhani kwa huyo. Yaani hata kama unaomba maombi ya masaa 8, ya pesa 8, kama unaomba vipi, wewe mpaka utaomba. Kwa sababu ikifika wakati wanawake ndio wanaomba,
wanawake ndio wanafunga, wanawake ndio wanasikia Mungu, shida zinatokezea. Ndio kwa sababu mambo mengi za maombi na kinabii zimeleta shida. Si ati zina shida kwa sababu group moja haiombi, group moja haijui Mungu, inakuja inangorota mpaka asubuhi saa 12 ndio anajinyoosha. Utakuwaje kuhani? Utajuaje madhara ya kita? Utajuaje we adui anakuja na we una sherehe? Yaani kwa kweli we baba, mtoto wako ataangamia siku leo, boma yako inaisha na we una sherehe. Inamaanisha hata macho kidogo. Unajua unabii inapashwa, unabii is impartable. Amen. Huwezi kusema wewe unakaa chini ya nabii na hata huwezi yani macho yako ya kiroho hayaoni, masikio yako hayasikii, uyapate unabii wote hapa, una shida. Inatakana ukikaa chini ya mazingara fulani kwa muda na ukirub shoulder na neema fulani na wewe, ndio kwa sababu katika Biblia, katika ile wakati wa nabii gani huyu, ungepata nani alisema hata hawa siku hizi ni kati ya manabii, kwa sababu walikuwa wametembea na nabii. Yaani wewe mwe wa ndugu tu mnasalimia askofu kila siku na kwa uwezo ukatabiri Deborah mpaka Januari, shida iko upande huu. Bwana asifiwe. Yaani kumsalimia hapo askofu kila siku inamaanisha na wewe ukirudi unakuwa nabii mdogo. Na kuwa nabii mdogo inamaanisha janga likija unaanza kukosa amani, unaanza kusikia kitu kinaenda kutendeka, unaita maombi ya dharura, unafanya kitu kwa sababu uko katika, you are on the watchtower, uko katika sehemu ya ulinzi ya boma yako. Lakini huyu mzee, yani leo anaenda kuangamizwa, yeye ndiye amelewa, ndiye ako na karama. Kwa kweli huyu alikuwa mjinga na mpumbavu, na mimi nakubaliana. Huyu mwanamke hakumwambia. Sasa unaona hiyo ni jukumu, haikuwa yake. Hiyo ni nafasi si yake. Si yeye aliyetukanana, lakini akawa muombezi, akawa anasimama kwenye pengo kwa ajili ya jamii yake. Akawa ni mwanamke mwenye busara. Alipoenda pale, Biblia inasema alipiga magoti. Ukisoma hiyo mstari mpaka mwisho, maneno huyu mwanamke alimwambia, unajua ile maneno si maneno ya kuambia mwanamume mwingine. Ni maneno inapaswa umwambie mume wako. Yaani ukamwambia mume wa kwangu ni pumbavu, ni mjinga sana, lakini wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni mtu mkuu, hata huu uongozi utapewa, hii serikali utapewa hivi kunde, na ukipewa na mimi unikumbuke. Daudi alisikia maneno. Niliwaambia wanaume wanapenda kusifiwa. Ukisifu tu mwanamume anatoa pesa zote. Nasema ulitaka ngapi? Chukua. Anatembea na mguu kurudi nyumbani. Yaani mwanamume aliupo asifiwe tu. Mwambie yeye ukapendeza. Wewe ndio mtu wa ajabu. Wewe ndio kiongozi hapa Israeli. Hakuna kama wewe. Nashangaa mbona mume wangu yeye hajui. Yeye ni mjinga. Hajui ni kiongozi kama wewe. Sasa hizo amepiga magoti, ameenda kifudifudi. Daudi alisahau jukumu lake. Alisahau maneno aliyesema. Alisahau mishoni yake. Hakusema lolote leo. Alisema tu vile umesema hivyo hivyo. Yikuwe hivyo hivyo. Akarudi na kikundi lake. Lakini kuna jambo mbaya lilitokezea. Kwa sababu hata kama Nabali hasingalikufa, hakungekuwa na ndoa. Ndoa ambayo unajua yule mwanamume, hakuna mwanamume ambaye anataka umwambie, mume wa fulani ni mzuri, yeye ananunua nyama kila siku. Mume wa fulani amenunua gari mzuri, utafukuzwa. Wandugu semeni amina. Semeni amina na besi. Yaani akuja tu akwambie baba fulani, ile suti niliona leo baba fulani amevaa, alipendeza nayo kabisa. Hakuna mwanamume Mwafrika anataka kitu kama hiyo. Hata mzungu hataki. Yaani hata kama yake hajapiga pasi umwambie tu hiyo yako ndio nzuri. Tutanunua tu ingine lakini yako ndio nzuri. Sasa huyu kamiminia sifa mwanamume wa watu, mume wa mwenyewe. Na ndio kwa sababu wachungaji saa zingine tuna shida. Kwa sababu maneno ni mabaya. Ukikuja kwa mtumishi huku ndio unasema unatoa pesa zako zote. Huku ndio unaheshimu, lakini mume wako hujamuita baba wala siku moja. Hujampigia magoti wala siku moja. Anasema kwa kanisani ndio mnaenda, huko ndio mnatoa pesa.
Huko ndio mnapiga magoti. Hao ndio, kwa sababu huko kwako hujui kwamba uko na kuhani, uko na mfalme pale. Na yeye pia kuna kitu ndani yake, kuna mfalme mdogo anataka kupapaswa kuambiwa yeye ndio mfalme. Kilichotendeka ni kwamba hata kama Nabali asingalikuwa, kungekuwa na shida. Kwa sababu unajua ambaye haumheshimu. Ndio kwa sababu kitu ya kwanza ni kitu inafanya unapenda mwanamume si ati sura ni heshima. Unapata mwanamume hata hana sura lakini ameoa binti mrembo, na shangaa alimtoa wapi? Kwa sababu niliwaambia hizo mtazamo ziko tofauti. Huyo mwanamume bora mwambie tu yeye ni wa maana, anakupatia pesa zote, anakulinda. Na mwanamke ukimfanyia hizo vitu, hiyo ndio upendo. Kwa sababu kwa mwanamke hata uwe brown ama uwe black, hizo vitu hazina maana kama hauchukui jukumu lako. Yaani unapata mwanamume kiwete tu hivi, lakini amebaki kwa hii nyumba na anapendwa kwa hii nyumba, kwa sababu anajua ni jinsi gani ya kumpenda huyu mwanamke. Na wakisema wewe ni mrefu, wewe ni lakini hamna, unakaa na Nabali. Kwa sababu sasa wakati tu Nabali alipokufa, jambo la kwanza Nabali alisema, hata hakufikiria mara mbili, alisema yule mwanamke bado yuko, naomba mkamlete. Unajua kwa nini? Alipata mwanamke anayejua kuanguka kifudifudi. Akamwambia mambo za ajabu, naamini hakuwa ameambiwa kwake. Maneno mazuri, alirudi akifikiria. Aliposikia tu yule amekufa, wiki mbili tu hivi, alisema endeni mumlete. Na yule mwanamke naye hakuomboleza. Hata kama mtu ni mbaya, utasema wacha ni, hata Waislamu wanaomboleza siku 40. Waambie nitakuja lakini wacha niomboleze mume wangu. Huyu mwanamke amesema nini? Ananioa yeye, virago zangu, wajakazi, akahama. Jamani, haistahili kuwa hivi. Haikupaswa kuwa hivi. Amen. Kwa sababu unajua, wacha nikwambie, watu wenye wanafanya kazi kwenye ofisi, watu wenye wanasafiri kama zile tunasafiri, hizi ni vitu za kila siku za maisha. Wewe mwanamke wa Kisukuma hujawahi mwambia mke wako hata siku moja unampenda. Kule kazini watu wanampenda. Kule kazini wanamfungulia milango. Kule kazini wanamiminia chai. Wewe utadhani uko na mke, hauna. Kwa sababu kuongea kwa ndimi ni sawa lakini si kila kitu. Amen. Ndio kwa sababu Mungu katika kuelewa kwake aliumba Adamu wa kwanza, akampatia nafasi, akamweka kwenye bustani, ndipo akamsaidia msaidizi. Na nikimaliza nilisema Jumatano ya kwamba wewe ukisema nini nikusaidie, nikiambiwa wewe enda msaidie Elias, na ninaenda kwa nyumba napata Elias ako na remote, anageuza tu channel cartoon kuanzia asubuhi mpaka jioni ako kwa cartoon. Mimi sitafanya chochote, mimi nitakaa na wewe hapo hapo, nitaitisha remote nyingine nikusaidie, tubadilishe hizo cartoon tuone kama tutakula cartoon. Nikiitwa msaidizi, mimi nakusaidia pale nilikupata. Tuendelee hapo. Nikiona unalemewa kidogo na kupatia maji upate nguvu, usizimie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jamani, mtusaidie, nasaidia wadada zangu hawa. Nataka nikija niwapate, nilisema juzi sitaki wazeeke mapema, lakini mizigo mume wao wako kwa vita, wako mbele. Wanafanya kila kitu, wako hivi, hata wanainama. Kwa sababu majukumu ni mengi kuliko umri zao. Na hao ni wasaidizi. Mungu atusaidie. Turudi kwenye nafasi yetu na tumwakilishe Kristo katika jina la Yesu. Bwana wabariki. Asante. Askofu karibu. Ya, tupigie makofi Yesu. Barikiwe sana. Sana. Situseme amen jamani. Situseme amen kubwa ya kutosha.
Tumepata somo zuri sana kuhusu familia, ndoa, majukumu kwenye majumba yetu tunavyopaswa